unajua maisha bwana mafupi. Lazima ulumbue. Ulumbue ni kama hivi unapiga vitu, unaweka heshima hapa. Unaheshimika na jumuiya ya watu. Lakini unakaa unapiga hela alafu unaomba. Problem. Hapa anaenda kupiga nyama choma burudani. Unajua anaenda kupiga mshikaki. Abaus. Vipi? Oh bwana. Welcome for me. Welcome. Nini tunaenda kwa tafuta huko kijiweni? Unajua nimekaa Yaani kule nilitoka nilikuwa nawaza mwanangu jinsi gani nitapata. Sema mwanangu hujaikuwa mzima wewe. Wewe mwanangu usishangae hali yangu. Hiyo ndio lifestyle yangu. Sasa upunguzeke kidogo baba. Yaani kila muda, yaani tunapokutana umeelewa. Yaani tunapokutana tu umeelewa. Mimi hasa mimi nashindwa kuwashirikisha majambo kama unajua nini? Majibu yake anakuwa hayaeleweki. Wasema usipangie kwenye zangu. Lakini ushauri unajua baadaye uko sisi tutaonekana kama pendo tunakuharibu na maana umeniita, mimi nimekuitikia mwanangu, sijakufeli mwanangu wewe. Kwanza tulia. Freshman. Kimya, unajua kwanza nikuulize swali moja. Niulize, mimi ndugu yako, nataka kuuliza swali moja. Una uhakika na ndoa yako? Mimi naoa baba. Michango mingi. Alafu mimi nilikuwa nafikiria jambo moja. Vipi kuhusu kadi? Kadi, yani tatizo nyinyi nawakutaga mko hivi. Na ndio maana hapa nimetoka. Kuna kadi baadhi nimezimaliza huko. Nimeandaa machizi huko, wangawa nasema wachanga ng'ombe, wengine mbuzi. Wewe ulipoka sasa hivi unajua kwa. Anasema kuna shikaji wanamchangia mbuzi, si mbuzi? Unajua nini? Asaka sio kadogo sana. Nimekaa na askari kule. Askari vijueni tofauti. Mimi ni mwana wa mtu, mimi mtoto wa mtu. Wewe nakujua unasema unakuaga kila muda huko. Kuna jamaa wamesema sisi wao anaoa mwanetu. Na wewe hapo unachotea kadi unachotea ujumbe mwanetu. Sasa wengine wamesema tunatoa ng'ombe. Ng'ombe kasa ng'ombe. Mwingine kasema anakupa range kama anaweza kumpa kajara. Unajua nini wewe? Niambie ndugu yangu. Hivi kwanza una uhakika na ndoa yako? Blaza, mimi toka tumeanza kukaa kijiweni pale. Toka muda mimi sijawahi kuwa na utani na kitu serious kama hiki. Tutafanikiwa kweli swala. Na yani tutafanikiwa. Kwa makini. Yani tatizo ni mchango, yani ni support zetu. Mimi siwezi kabisa kuwatania kitu serious kama kile. Kitu yani unajua swala la kuoa ni swala la sio la mchezo. Ni swala la kujiheshimisha. Kwa mimi nikifeli nakuwa nimejizalaulisha. Hivi una uhakika ni swala litakaa sawa? Linakaa sawa. Yani mimi kwa makini. Kwa swala la kukaa makini blaza. Kwa makini. Yani mimi swala la kukaa makini nimekuwa makini toka kipindi kile namtafuta huyo mchumba. Unajua nini? Sembuse kumalizia. Unajua nini? Dunia ina watu wengi. Na kwa hiyo watu kuna majitu. Sasa umeona bwana? Kwa hiyo mimi ninavyosema hili jambo liko yani nimelimaliza. Sasa isiwe kesi. Ulikuwa unaelekea wapi? Maana umeniita mimi nimekusikiliza hivi. Sasa huko mimi nimetoka kama inawezekana tuelekee huko. Huko ndo kuzuri. Tuelekee kuna jamaa zangu pale nikaangalie kama hebu tuelekee. Let's go. Mwanangu. Kwani sikushike hivi. Ondoka. Utaondoka ndo basi. Wewe unapenda huko. Nenda huko. Basi bana. Oya mzee baba. Nakwaje? Sana vipi? Tuheshimishi. Hakika. Wewe umekuja kwa shangwe sana. Kawaida tu, unajua. Au huku tukako kuna neema sana. Hamna. Sio. Ndugu yangu, niambie bosi. Hivi ili swala ndugu yetu hapa ataka kuoa unalichukuliaje ili swala? Ndugu yetu yule tuletea habari jana? Anatuuzia 10,000, mchango 10,000 kwa sahani moja ubwabwa. Sahani moja ubwabwa. Unajua bwana, muda ule nilikuwa na mawazo fulani hivi. Umeelewa? Lakini baadaye nikapata nafasi ya kwenda kutafakari na kufikiria. Nikamwona kizungumza kitu sahihi bwana. Kumbe naye chai mkate. Sio chai mkate. Unajua kwa nini? Sawa.
Unajua kuna faida moja hapo ya kuwa na familia. Umeelewa? Ndio. Faida ya kwanza anapunguza makundi katika vijiwe. Umeelewa? Ambapo yawezekana akajifunza tabia mbovu. Sijui umeelewa? Kwa hiyo moja kwa moja mimi namsupport ili akiwa na familia najua na mimi atanishawishi nikawa na familia tukajenga familia bora ili kuendesha maisha. Ngoja wewe nishakujua. Wewe lengo lako wewe yule anaoa ukale ugali. Mimi nishakujua. Sio kula ugali, sio kula chakula kwake. Umesikia nini sasa? Shida ni nini? Tunataka tutengeneze maisha bora kwa sasa. Tambua kwamba tumekuwa ni watu wasikilize ndugu yangu. Ulichokiongea mimi nimekisikiliza. Lakini kama mtu anataka kuoa kwa nini asiwe na support yake mwenyewe kama yeye mwenyewe mpaka apigisheni chango? Sawa. Na maana yake unajua nini? Maana yake yule pale sisi tusiende kwenye shughuli yake twende tukale ubwabwa, hataki tukale ubwabwa wake. Na ndio maana mimi imeniuma roho. Umesikia? Unajua shughuli bila watu sio shughuli. Ndio. Umeelewa? Lakini tambua. Sawa. Ana maana gani kutushirikisha sisi? Kwamba iwezekane ashajipanga kwa kiasi chake alichokuwa nacho. Umeelewa? Lakini kile alichokuwa nacho iwezekana akitoshi kwa ajili ya kuonesha shughuli yake. Sijui unaelewa? Kwa hiyo sasa inawezekana kipato kisa yuko nawe haimtoshi, ndio maana akasemaje bwana nikaandaa kadi kwa ajili ya kufanya kuwashirikisha ndugu zangu anisaidie. Ana maana gani? Kwamba leo kwake, kesho kwa nani? Kwangu mimi. Inawezekana mimi leo nikaoa. Nimekubali tutashiriki. Au sio? Maana naona kama naona nivurugia mada. Sio kama nakuvurugia mada. Tuanze baba. Tuanze mada nyingine tuachana nazo ndo haikuhusu. Tutaenda sasa. Nitachangia basi. Mbona kunivuruga sasa? Sasa ndio ilikuwa kesi au? Basi sio kesi, nashangaza kumsifia. Sasa mapanic sasa kaka. Anzisha mambo mengine bana. Kama huna cha kuanzisha mimi niondoke zangu nyumbani. Lete mapema mbona umenikuta hapa nimetoa zangu. Hapo umenigawa kanunue dukani. Au sio? Achana mimi. Baridi basi tutashavuruga. Sisi tutaenda, tutajua cha kufanya. Siku ikifika tutamsupport mwana. Utamsupport? Sikusupport wewe na msupport mshikaji. Utamsupport. Shilingi ngapi? Au ndio shobo sasa kujua za watu. Baridi basi mimi nishamsupport. Da. Vijana wa sasa ni changamoto.